kuona na ngere kuona oyana wa maitha make gwatire maja wirorere urata nawe gwatire wirorere nawe soderie nawe gwatire umaja Watazamaji wetu wa Sky Cable TV, mahali popote ulipo na kushika ugeni katika hii mitambo ya Sky TV, katika Bread of Life. Mimi naitwa mchungaji Pastor David, nimetoka Kariobangi katika kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. So mahali popote ambapo unanitazama na kualika waweze kuwa pamoja nami wakati nitaenda kugawa mkate na Mungu atakubariki. So enda pale ukasearch Sky Cable TV, ulike, subscribe, comment, na nitasoma comment zenu baadaye nikimalizia, na Mungu wetu atawabariki. So mahali popote ambapo ulipo ninakushika ugeni na ningependa tukaanzilie na maombi na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru ni kwa ajili ya mtazamaji wetu mahali popote walipo Bwana, ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwainua. Tunapo Baba Jehova Mungu, ninapoenda kunena neno lako Jehova, ninaomba Bwana ili neno likawabariki, hili neno likawainue katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaamini ya kwamba Mungu mahali popote walipo unaenda kuwabariki, unaenda kuwainua. Hili neno linaenda kujenga maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimewabarikisha wale ambao ni wagonjwa na wafugulisha katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini.
Amen. So mtazamaji wangu, nakualika ukaweza kuingia katika hii mitambo ya Sky Cable TV na Mungu wetu atakubariki. Leo niko na neno lako na hili neno naamini ya kwamba litakubariki. Na leo ningependa nikaweza kunena kuhusu vizuizi, kwa sababu kama kuna jambo ambalo linazuilia watu wengi kuendelea ni vizuizi. Vizuizi katika maisha, vizuizi mahali ambapo unafanya kazi, vizuizi mahali ambapo unakaa. Na siku ya leo ningependa nikaweza kunena kuhusu vizuizi. Tuangalie katika Biblia ni watu wagani ambao walikuwa wanafaa kuendelea na hawakuendelea ni kwa sababu ya mambo ambayo iliwazuilia. So ningependa tukaweza kuangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, mlango wake ni wa 5. Tuanzilie hapo mstari wa kwanza. Nimesema First Kings chapter 5 verse 1 to verse 5. Wafalme wa kwanza mlango wake ni wa 5. Tuanzilie hapo 1 mpaka mstari wa 5. Biblia inasema hivi: ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Suleimani, kwani alikuwa amesikia ya kwamba wamemtia mafuta awe mfalme mahali pa baba yake, kwa maana Hiramu alikuwa akimpenda Daudi siku zote. Basi Suleimani akatuma watu kwa Hiramu akasema, umemjua Daudi baba yangu jinsi asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu ya vita vilivyomsuguka pande zote, hata Bwana alipowatia watu chini ya nyayo zake. Ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Mstari wake wa 5, nami tazama na kusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, kama Bwana alivyomwambia Daudi baba yangu akisema, mwana wako nitakayemweka katika kiti chake cha enzi mahali pako ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Mtazamaji wangu, umesikia pale neno la Bwana linasema kuhusu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Hiramu na alikuwa rafiki yake Suleimani. Suleimani tunajua kwamba alikuwa mtoto wa Daudi. Na neno la Bwana linasema pale ya kwamba wakati ambapo ujumbe ulimfikia mfalme Hiramu ya kwamba Suleimani amekuwa mfalme, neno la Mungu linasema ya kwamba na ametiwa mafuta. Neno la Mungu linasema ya kwamba Hiramu naye akawatuma watumishi wake kwa Suleimani. Na maneno ya Mungu linasema ya kwamba naye wakati ambapo walifikia na Suleimani akawaambia jinsi vile ambavyo baba yake Daudi angeweza kujenga nyumba kwa ajili ya zile vita ambazo zilikuwa zinamzunguka ama zinamzingira. So tunaona pale ya kwamba vita ndio zilikuwa vizuizi kwa Daudi, ya kwamba hangeweza, hata kama alikuwa na pesa, hata kama alikuwa na mali, hangeweza kumjengea Mungu nyumba kwa sababu ya hizo vita. So vita zilikuwa vizuizi kwa Daudi. Na wacha nikwambie hivi ya kwamba siku ya leo unaweza ukakosa kuendelea, unaweza ukakosa kazi inaweza kosa kusimama, kazi inaweza kosa kuinuka kama kuna vita ambazo zinainuliwa kinyume. Vita zinarudishaga mtu nyuma, vita zinakuanga vizuizi za kuzuilia mtu asifanye nini, asikaweze kuendelea. That's why wakati ambapo nilikuwa hapa tulikuwa na Rose, nilisema ya kwamba mimi wakati ambapo vita ziliinuka kuna vile ambavyo nilirudi nyuma, kwa sababu wakati wowote kuna vita lazima kwanza upambane na hiyo vita ndipo ukaweza kuendelea. So Daudi hangeweza kuendelea, Daudi hangeweza kujengea Mungu nyumba mpaka ule wakati ambapo aliweza kupigana vita. That's why naona wakati ambapo Suleimani ametiwa mafuta amekuwa mfalme, neno la Mungu linasema ya kwamba wakati tu alikuwa mfalme, wakati alitumia watumishi na rafiki yake Hiramu, akamwambia kwamba mnakumbuka baba yangu angeweza kujenga nyumba, lakini mimi sasa nitajenga nyumba. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliweza kuwaondoa, aliweza kupigana zile vita. So usipopigana vita, hata wale ambao wako nyuma yako, watoto wako, hawataweza kuinuka kupigana vita. Suleimani kama baba yake Daudi angepigana vita, hata yeye wakati ambapo alishaguliwa kama mfalme angeanzilia kupigana zile vita. So hangeweza kujenga ile nyumba, lakini kwa sababu Daudi baba yake alisimama akapigana zile vita, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo aliingia alikuwa na amani. So alijenga ile nyumba ya Mungu akiwa na amani, kwa sababu Goliath alikuwa ameondolewa. Kwa hivyo nimekuja kukwambia siku ya leo ya kwamba lazima ukubali kusimama, lazima ukubali kupigana vita zako, ndiposa wale watoto ambao unawalea wakati ambapo watakuwa wasikaweze kuwa na wakati ambao ni mgumu, wakati ambao ni wa kupigana vita,
wakaweze sasa kuingia, kila mtu aingie kwa baraka zake, kwa sababu utakuwa umepigana vita. Hata kama ni hiyo vita ambayo ni ya biashara, kama wewe ni mwana biashara, pigana vita mzuri pale katika biashara yako, upigane na hao washawi waganga. Yeyote ambaye anainuka kinyume, anasema ya kwamba wewe huwezi ukaendelea, pigana na wao zaidi. Posa wakati ambapo watoto wako wataingia katika biashara, wataweza kuenea katika jina la Yesu Kristo. So kunayo mambo ambayo inaweza ikakuwa vizuizi katika maisha yako, na hayo mambo ama jambo la kwanza ni maneno. Na ningependa sana tuwe tunaangalia yale maneno ambayo tunatoa katika vinywa zetu. Unaweza ukajifunga. Biblia inasema hivyo. Unaweza ukajifunga kupitia yale maneno ambayo unaongea. Unajua kuna watu ambao walizoea kuongeaga ya kwamba unajua mimi siwezi, I'm not capable, ya kwamba mimi ninaona ya kwamba ni kama biashara ilinikataa. Mimi siwezi nikafanya biashara, nimejaribu, nimelemewa. Wengine wanasema kuhusu ndoa ya kwamba mimi siwezi nikasimama katika ndoa, nimesimamisha ndoa kadhaa zikinilemea. So ni vizuri tuwe tunaangalia maneno, na tutaangalia katika kitabu cha Mithali 6. Mithali 6 tusikie vile ambavyo Biblia inasema pale katika kitabu cha Mithali 6 mstari wa 2. Usikie vile Biblia inasema kuhusu maneno. So tunaenda pale katika kitabu cha Mithali ama Proverbs, mlango wake ni wa 6 mstari wa 2. Nimesema Mithali mlango wa 6 mstari wa 2. Tusikie vile Biblia inasema. Biblia inasema hivi: basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. So mahali ambapo huko unaweza ukajitega kupitia yale maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako. Biblia inasema ya kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako na umekamatwa. Kwa hivyo hata hiyo maneno inaweza ikakukamata. Kukamatwa ni kusema ya kwamba wakati ambapo umekamatwa huwezi ukaendelea. Wakati ambapo umekamata biashara yako kwa maneno haiwezi kaendelea. That's why nimesema ya kwamba jambo la kwanza ambalo ningependa tuangalie ni maneno. Ni vizuri tuwe tunaongea maneno ambayo ni ya kunawili. Usikubali mtu yeyote awe anaongea kinyume, awe anakulaani, kwa sababu hiyo maneno inaweza kukukamata. Hiyo maneno inaweza kukutega ya kwamba wewe ulikuwa mtu ambaye ni mbarikiwa, wewe ulikuwa uendelee, lakini hauendelei. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno, na hizo ndizo vita ambazo nimekuwa nikipigana nazo pale kanisani. Watu ambao walinenwa, wakaambiwa kwamba huwezi ukaendelea, hauwezi ukafanikiwa katika ndoa, katika kazi. So wengi wanakuja wananiambia, pastor, mimi niliambiwa ya kwamba siwezi nikaendelea katika biashara. So ninakuwa na wakati mgumu wa kuondoa ile maneno, na ninamwambia kuanzia leo anza kuongea kinyume na yale maneno. Kama walikwambia kwamba hauwezi ukasucceed, anza kusema ya kwamba wewe utaendelea katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunaangalia maneno. Uwe unaangalia sana maneno. Hata kama hauna kazi, wacha kusema ya kwamba mimi ninapitia wakati mgumu, mimi ni kama siwezi pata kazi. Hapana, wewe yamini na uweze kusema ya kwamba mimi najitabilia ya kwamba nitapokea kazi. Huyu mwaka anza kujitabilia mambo mazuri. Useme kwa sababu kumekuwa na mambo ya corona, kwa sababu watu wanasema ya kwamba huu wakati ni mgumu, wewe unaanza kusema ya kwamba ni kweli huu wakati ni mgumu. Kataa. Na mimi hiyo ndio ile kitu ambao uwaga ninasema ya kwamba ukatae. Kataa na hiyo maneno ambayo ni ya kinyume. Anza kujitabilia mambo mazuri. Sema ya kwamba utaendelea. Niliambia mtu mmoja pale kanisani kamwambia kwamba nataka ujitabilie ya kwamba huyu mwaka unaenda ngambo. Huyu mwaka unaenda kupokelea kazi. Na kwa hakika alipata kazi. So hata wewe nataka kukwambia kwamba wewe ni mtu wa maana kama utakubali kujitabilia mambo ambayo ni mazuri. So nimesema jambo la kwanza ni maneno. Unaweza ukajikamata, unaweza ukajitega, unaweza ukajifungilia baraka kupitia yale maneno ambao unaongea. Jambo lingine ni la pili ni mahali. Na mahali tutaangalia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Mahali nataka tuangalie hata mahali ambapo naishi, mahali ambapo umetoka. Usipokuwa mwangalifu inaweza kuwa kizuizi katika maisha yako. Na leo ningependa tufuje hiyo roho ambayo ni ya vizuizi katika maisha yetu. So ningependa tuangalie katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, kitabu cha Yohana Mtakatifu. So fungua pale nami katika kitabu cha Yohana mlango wake ni wa kwanza mstari wa 45. Yohana mlango wa kwanza, John, kitabu cha John chapter number 1 verse number 45. Tusikie vile Biblia inasema. Yohana wa kwanza
5. Biblia inasema hivi, Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli, mstari wa 46, Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Ukitazama pale, neno la Mungu linasema kuhusu Filipo, wakati ambapo alimuona Nathanieli akaenda kumuelezea. Kumbuka Nathanieli alikuwa anakaa katika kile kijiji, na wakati ambapo Filipo alimuona akamwambia kwamba tumemwona aliyeandikwa katika na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Lakini pale tunaona Nathanieli anajibu nini? Anauliza, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Unasikia? So Nathanieli ni mtu ambaye alikuwa amekaa mahali pale. That's why unasikia akiuliza, linaweza neno jema kutoka katika mahali pale, kwa sababu alikuwa ameishi miaka mingi pale. So hakuwa naamini ya kwamba kuna jambo lolote mzuri linaweza likatokea pale. Na ndipo Filipo anamwambia kwamba njoo ujione. So ningetaka kukwambia kwamba ni vizuri hata kama umetoka mahali ambapo hamujaendelea, hata kama umetoka katika familia ambayo ni maskini sana, usikae kama akina Gideon. Wakati ambapo Gideon anaitwa, anaanza kusema ya kwamba, kumbuka sisi ndio ile watu ambao ni maskini sana katika ile kijiji chetu cha Manase. So nikitaka nikwambia hivi ya kwamba usikubali mahali ambapo umetoka itakuwa vizuizi katika maisha yako. Usikubali watu wao wanakuona kama watu wanakuona kama mahali ambapo umetoka hauwezi ukaendelea, umetoka katika familia inakaa hivi. Hapana, ni lazima ukatae na hiyo roho, useme hata kama mahali ambapo mimi nimetoka watu hawajaendelea, mimi nitaendelea. That's why nimekwambia kwamba lazima uwe unajitabiria mambo mazuri. So wakati ambapo Filipo alimwambia Nathanieli alikuwa anapiga ule ujumbe wa Filipo alikuwa amemuona ni kweli, lakini Nathanieli alikuwa anashangaa, how comes mimi nimeishi hapa sijaona, alafu mtu mwingine anakuja kuniambia kwamba njoo uone ya kwamba kuna kitu mzuri kimetokea. Wapi? Kimetokea hapa. So nimesema jambo lingine la pili ni mahali. So angalia mahali ambapo umetoka, isikuwe ni kizuizi katika maisha yako. Lazima ukatae na hiyo roho ambayo ni ya kizuizi. Chochote ambacho kinakuzuilia wewe kuinuliwa, wewe kubarikiwa, lazima ukatae katika jina la Yesu Kristo. Useme mimi mahali ambapo nimetoka, familia ambayo nimelelewa haitakuwa kizuizi katika maisha yangu. Lazima ukubali kusimama, lazima ukubali kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Kama unataka kuendelea katika maisha yako, lazima ukatae. That's why nimekwambia lazima ukatae ujumbe wowote, hata kama ni mahali ambapo umetoka, lazima ukatae. Useme hapana, mimi hata kama nimetoka pale, mimi sio wale ambao walikuwa hapo mbeleni. Wao ndio hawakuweza kuendelea, hao ndio hawakuweza kufanikiwa, lakini mimi lazima niendelee, lazima nifanikiwe, lazima mimi nifikie katika lengo. Unajua kila mtu anakuaga na vision, lazima ukubali hiyo maono yako ikaweza kutimia katika jina la Yesu Kristo. Haitazuiliwa na mahali ambapo umetoka, haitazuiliwa na yale mambo ambayo inaonekana, yale mambo ambayo inaongelelewa kinyume kukuhusu. So lazima ukatae. So mtazamaji wangu, lazima ukatae. Ukatanae na hiyo mambo, ukatanae na maneno, ukatanae na mahali ambapo umetoka, isikuwe kama ni kizuizi. Tuangalie katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, Second Chronicles, Mambo ya Nyakati, tuangalie pale Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili, tuangalie pale mlango wake wa 6, vile Biblia inasema. Nimesema tuangalie pale katika Mambo ya Nyakati, Second Chronicles chapter number 6, tuanzilie 6, tusikie vile Biblia inasema. Biblia inasema hivi lakini nimeuchagua Yerusalemu, jina langu liwe humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli. Basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako. Mtazamaji wangu,
kiangalia pale utaona Mungu alikuwa amechagua Yerusalemu, jina lake likaweze kuwa huko, akaweze kuabudiwa huko. Lakini tunaona pale ya kwamba hata kama Mungu alikuwa amechagua ule mji, kukaweza kuwa na nyumba ya Mungu ya kumwabudia pale, na jina lake likaweza kuwa mahali pale. So wakati ambapo Daudi aliwaza, Biblia inasema ya kwamba Daudi akakuwa amewaza moyoni mwake, kwa sababu huyu mji Mungu ameuchagua, jina lake likaweza kuishi pale, akaweza kujenga nyumba. Biblia inasema ya kwamba Mungu akatazama, kwa sababu nilisema kwamba Mungu utazama moyo wa mtu. Mungu utazama ni nini ambacho hicho, ni nini ambacho unawaza ndani ya moyo wako, hicho kitu ndicho kitaweza kufanya nini, kutimia. Biblia inasemaga ya kwamba he will fulfill your heart desire. So Mungu anaangaliaga moyo, akatazama moyo wa Daudi, akaona ya kwamba Daudi anatamani sana kumjengea nyumba. Hapa mstari wa 7 inasema, basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Unaona, ilikuwa ni maono ya Daudi kutoka moyoni mwake ya kwamba akaweze kujengea Mungu nyumba. Na pale mstari wa 8 inasema, lakini Bwana akamwambia nini, Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuanza hivi moyoni mwako. So unaona, Mungu angalia moyo, Mungu utazama, na ni vizuri uwe unajiwazia mambo mazuri. Unajua kunao watu ambao huaga kila wakati wanajiwaziaga mambo mabaya. Ni vizuri itoke ndani ya moyo wako, ya kwamba yale mambo ambayo unaomba yanatoka ndani ya moyo wako. Daudi alikuwa amewaza vyema kumjengea Mungu nyumba katika ule mji ambao Mungu mwenyewe alikuwa ameuchagua. Lakini tunaona pale kwa sababu ya vita zilikuwa vizuizi, vita zikainuka, vita ambazo zilikuwa mingi. Goliath wangemkubalisha Daudi akaweza kumjengea Mungu nyumba. Wafilisti hawangekubali. Maadui wote, Daudi alikuwa na maadui kila upande. So hao watu wote hawangekubali Daudi akaweza kufanya nini, akaweza kumjengea Mungu nyumba. Na tunaona pale kwa sababu ya hizo vita Daudi mwenyewe hakuweza kujenga nini, hakuweza kujengea Mungu nyumba. Hapo ndipo Mungu akamwambia kwamba ulikuwa umewaza vyema. Kwa hivyo kunayo mambo ambayo unaweza ukawaza ndani ya moyo wako, inaweza kuwa inamfurahisha Mungu akiwa juu mbinguni. So hiyo mambo itakuja kutimia. Kunayo mambo, kwa sababu Mungu anaangaliaga moyo wa mwanadamu. So ni vizuri uwe unafungua moyo wakati ambapo unaomba. Maanisha kwamba mimi Mungu nataka uniondolee hiki kizuizi. Ni kwa sababu huyu mwaka nataka nikuone. Huyu mwaka nataka unibariki. Huyu mwaka nataka ukainua hii biashara. Huyu mwaka nataka ukanibariki na nyumba yangu. Na Mungu wetu ataweza kufanya nini? Mungu wetu ataweza kukubariki, kukuinua. Jambo lingine nimesema ya kwamba, jambo la kwanza nimesema ni maneno, mambo ambayo inaweza kuwa vizuizi. Jambo lingine ni mahali. Jambo lingine ninataka tuangalie ni umwagaji wa damu. Katika Mambo ya Nyakati 22 mstari wa 8, neno la Mungu linasema kwamba, lakini neno la Bwana likanijia kusema, wewe umemwaga damu nyingi. Huyu ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitazama akaangalia, akaona kwamba kwa sababu ya zile vita, nisema Daudi vita ndio zilikuwa nini, zilikuwa vizuri, na lazima angepigana vita. Ndiposa Suleimani wakati ambapo atakuwa mfalme asikuwe na vita za kupigana, asilemewe na kujenga nyumba ya Mungu. So Daudi kwa sababu ya ile damu alikuwa amemwaga, kwa sababu katika vita tunajua kwamba lazima kuwe na umwagikaji wa damu. So kwa sababu ya kule kumwagika Daudi kwa vile ambavyo alikuwa amemwaga damu, hangeweza kujengea Mungu nini, Mungu nyumba. So katika Mambo ya Nyakati wa kwanza 22 mstari wa 8, neno la Mungu linasema kwamba, neno la Mungu likamjia kusema ya kwamba wewe umemwaga damu nyingi. So wakati wowote ambapo uko na maadui lazima umwage damu, na kule kumwaga damu bado kunaweza fanya wewe ukose kumjengea Mungu nyumba. So my brother, my sister, ni vizuri sana tuwe tunaashiria Mungu vita. Tusiwe watu wa kupigana vita. Vita ni za kila aina. Kuna aina mingi za vita. Kuna watu ambao vita zao ni maneno. Wao tu wanatafutaga watu kwa maneno. Unapata kwamba ulikuwa za ule mtu akalemewa na kwenda ile safari. Bado hiyo ni katika hiyo hali ya kumwaga vita. So ni vizuri wakati ambapo unapigana vita, jua na usikuwe mtu wa vita, usipende vita. Vita sio mzuri. Kuna watu ambao siku hizi hawataki kanisa wachungaji wapumue kwa sababu ya kuinua vita. Na ningeomba kama uko pale, wewe ni nabii, wewe ni mtu wa vita, ukaweza kukubali kubadilika, kwa sababu ukiendelea katika vita hautaweza kuhubiri, hautaweza kueneza ujumbe. Ile kazi ambayo Mungu amekuitia hautaweza kuifanya
kwa sababu ya hizo vita. Nimesema vita sio mzuri. Ni vizuri wakati ambapo mtu anapigana vita za kiroho ni sawa, lakini usikue ya kwamba unapenda kupigana vita za kimwili, maneno, kutafutia watu maneno. Wewe ni uko pale, kazi yako ni kuinukia wachungaji, kuwapiga vita, kazi ya Mungu isiendelee. Jua ya kwamba hata wewe, hata kama Mungu alikuwa na lengo la kukupeleka bahari, hata kupeleka. So hata Mungu kama anatamani sana kukupeleka bahari, hataweza kukupeleka, kwa sababu atakuwa anaangalia kwa njia nyingine. Anaona unainukia wachungaji, anaona kwamba unapiga kazi yake. So akiangalia anaona tu ile damu ambao unamwaga, wale watu ambao unazuilia, wale watu ambao wanakufa bila kuokoka. Kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Mungu afurahishagwi na kifo cha mtu ambaye ni mwenye dhambi. Sio, nikitaka kukwambia hivi, wewe ambaye uko pale, kazi yako ni kupiga watumishi wa Mungu, ni kupiga wale watu ambao ni manabii, kuwazuilia wale watu ambao wako na hiyo mwito wa kufanya kazi ya Mungu, kuwazuilia wakafanya kazi ya Mungu. Jua hiyo nipate kumwaga damu, na ujue ya kwamba utahukumiwa. Daudi aliambiwa nini? Daudi aliambiwa kwamba kwa sababu umemwoa, kwa sababu Daudi naye tunajua ya kwamba kuna mtu kama Yulia ambaye alimuua ndiposa akaweza kuchukua mke wake. So hiyo ilikuwa innocent blood. So maandiko yanasema kwamba kwa sababu ya mambo kama hiyo, damu ambayo hakuwa anafaa kumwaga, ilimfanya Mungu akaweza kufanya nini? Mungu akaweza kukasirika na akamwambia kwamba hataweza kumjengea nyumba kwa sababu ya kufanya nini? Kwa sababu ya kumwaga damu. So nataka nikwambie hivi ya kwamba siku ya leo ukuwe mwangalifu sana. Usikue mtu ambaye ni wa kupiga watu vita. Usitake kuona jirani yako akikufa moyo. Usitake kuona huyo ambaye yako pale anahitajika kushikiliwa kiroho. Wewe ni wewe wa kwanza kumpelekea maneno ambayo hayana umuhimu katika maisha yake ndiposa sikaweze kuendelea. Hapana. Kuwa mtu ambaye ni wa kujenga. Maandiko yanasema ya kwamba kazi yetu ni kujengana pale kanisani. Unamu-encourage, unamuhimiza ndiposa akaweza kuendelea na Mungu wetu atakubariki. Lakini ukikuwa mtu ambaye ni wa kupiga watu, wacha nikwambie ya kwamba hata wewe hautaweza kufanya nini? Hata wewe hautaweza kuendelea. So kuanzilia siku ya leo tukaweza kuangalia yale mambo ambayo yanaweza tuzuilia sisi kuenenda mbali. Tuangalie yale mambo ambayo yanaweza yakatuzuilia sisi kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kujenga nyumba ya Mungu ni wakati ambapo tunafanya nini? Ni wakati ambapo tunahubiri. Wakati ambapo tunawahimizana, unahimiza huyo mwingine. Kama kuna mtu ambaye alikuwa pale, alikuwa na shida, wewe ni wewe wa kwanza kwenda kumu-encourage. Unamwambia hapana, kuna Mungu juu mbinguni, kuja nikupeleke mahali, twende tukaabudu, tamuona Mungu. Lakini usikue ya kwamba wewe kazi yako ni kuondoa watu kwa kanisa, ukiwapeleka sijui mahali ambapo mnawapelekaga mkiwatoa kwa kanisa, kwa sababu hiyo ni damu na utaulizwa. Huyo mtu asipo urithi ufalme, ujue utaulizwa juu ya maisha yake, kwa sababu wewe ni wewe ulimtoa. Na kuna kitu ambacho mimi husema ya kwamba might be Mungu alikuwa anataka ule mtu akuwe pale, wewe umemuondoa, umempeleka mahali pengine, mahali ambapo hakuna baraka zake. So huyo mtu wakati ambapo ataenda pale, kwa sababu hakuna baraka zake, afike mahali akufe moyo, utaulizwa. Na hiyo ni damu na utaulizwa. So kama unatamani sana kufanya kazi ya Mungu, tuachane na vita za kila aina. Wewe ukitaka kutoka kanisa, toka kanisa kwa njia zako. Usitoe mtu mwingine kwa sababu utahukumiwa. Jambo lingine la mwisho nimesema ni vita. Na tuliangalia pale tukaona Daudi kwa sababu ya vita, bado vita zilimzuilia. Kuna watu wengi sana watumishi ambao mnanitazama, nikitaka kuwaambia kwamba ni vizuri tuombe Mungu ya kwamba atuondolee vita. Kumekuwa na vita mingi, hata corona ilikuwa vita. Kwa sababu ilituzuilia sisi wenyewe kwa kuhubiri, kufikia wengi. Kuna watu ambao tungekuwa tumefikia huyo msimu wote tumekuwa tumefungiwa makanisani. Lakini kwa sababu ya hiyo vita, watu wengi sana hatujaweza kufikia. So vita sio mzuri. Vita inaweza kuzuilia wewe kuenenda mbali, madhabahu kuinuka, mchungaji kusimama. So ni vizuri kama wewe ni mchungaji, tuwe tunaangalia sana mambo ya vita, na usikue mchungaji wa vita. Kazi yako tu ni kupiga wale ambao ni kondoo ambao Mungu amekuletea pale, kwa sababu mtu hagaramikia pengine hana pesa, halipi horo, kazi yako ni kumpiga. Hapana, tuachane na hiyo mambo. Kama tunataka tuende mbali, kama tunataka Mungu akaweza kutuinua, so vita zinaweza zikazuilia. Tuliona pale vita vikubwa umefifanya wewe, hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi mashoni pagu. Angalia, Mungu anamwambia mtumishi wake Daudi, alikuwa anapenda Daudi sana. Kumbuka neno la Mungu linasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe akanena akasema ya kwamba sijawahi ona mtu mwingine kama Daudi,
mtu ambaye alikuwa na roho mzuri. So hapa Biblia inasema kwamba bado huyo Mungu mwenye alinena hivyo ndiye Mungu ambaye anakuja kuambia Daudi ya kwamba kwa sababu ya zile vita ambazo umepigana, kwa sababu ya ule mwagikaji wa damu, hautaweza kunijengea nyumba. So kunao watu ambao Mungu anataka muende bali, lakini kwa sababu ya zile vita ambazo mnainulia wachungaji wengine. Ukisikia mtu anaenda kuinuliwa, mchungaji fulani amekuja juzi anaenda kuinuliwa, wewe unampiga. Wacha nikwambia kwamba unapompiga hautaweza kwenda bali. Jua kila mtu tumeitwa na kwa mwito ambao ni tofauti. So nikitaka nikwambia kwamba hata kama mtu atainuka leo na usikia kwamba ameinuliwa, usikue wa kwanza kumpiga, usikue wa kwanza kumuinulia vita. Ukipata maneno ya wachungaji inanenwa mahali, wewe kibia, usiugane na wao, kwa sababu wakati ambapo unaugana, hiyo ni vita ambayo unainua, huyo ni mwekaji wa damu, na utaulizwa na utahukumiwa. Jua Biblia inasema ya kwamba kila mtu atahukumiwa kulingana na ile matendo ama ile kazi ambayo amefanya nini. So utahukumiwa ile maneno ambayo unaongeaga, ile matendo ambayo uwaga unatenda, utahukumiwa. So ni vizuri tu tunaangalia hiyo mambo. Wewe unaangalia maneno, usikue mwepesi wa kunenaga maneno ambayo ni kinyume kwa maisha yako. Naona watu wengi leo wamefugwa kwa maneno. Maneno limefuga wengi. Maneno kila wakati unaongeaga tu failure, kushindwa tu, haujawahi iona wewe kuinuka, wewe kuenda mbele, wewe kubarikiwa. So unaongeaga tu kinyume. So ni vizuri kuanzilia siku ya leo ukubali kusimama, kukatana na hiyo mambo. Nimesema mahali ambapo umetoka isikue kama vizuizi katika maisha yako ya kukuzuilia wewe kuinuliwa, wewe kubarikiwa, wewe kusonga mbele. Sio kusema kwa sababu wazazi wako hawakuweza kununua gari, hawakuweza kujenga nyumba ya mawe, hawakuweza kuishi maisha mazuri. Hata kama wazazi wako pengine walifika mahali wakatengana, sio kusema kwamba lazima wewe utengane. So usiangalie mahali background, usiangalie mahali ambapo umetoka, isikue kama kizuizi katika maisha yako. Nimesema jambo lingine ni mambo ambayo ni ya mwagaji wa damu. Usikue mtu mwepesi wa kumwagaga damu kwa kupitia kuongea maneno, kuinua vita ambazo hazina maana. Na jambo lingine nimesema ni vita. Na ningependa mtazamaji wangu tuangalie sana haya mambo. Tusiwe tusijipate ya kwamba moja haya mambo itatuzuilia sisi kufanya nini. Kumbuka wakati wana wa Israeli walikuwa wanatolewa katika ile nchi ambayo ni ya ahadi. Neno la Mungu linasemaga ya kwamba wakati ambapo walifika pale Jeriko, wakapata ya kwamba Jeriko mji umefungwa, kumejengwa ukuta. So wale watu hawangeweza kufanya nini? Wale watu hawangeweza kuingia ule mji. Hata kama Mungu alikuwa amewaahidia kwamba atawapatia, kulikuwa na vizuizi. Vizuizi ulikuwa ule ukuta. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo walifika pale wakapata ya kwamba kumejengwa ukuta. So lazima wangerudi tena, wamuombe Mungu, Mungu awaelekeze njia, awaonyeshe vile ambavyo watafanya, diposa wakaweza kuingia katika ule mji. Na neno la Mungu linasema ya kwamba hapo ndipo Mungu aliwaambia vile ambavyo wataanza kusunguka mara 7, siku 7 ule mji, diposa wakaweza kufanya nini? Diposa ule ukuta ukaweza kuondoka. Kwa hivyo nataka kukuambia hivi, haijalishi ni ukuta wa aina gani ambao umejengwa katika maisha yako, ambao umekuzuilia huyo mwaka tulipita ukaweza wewe kuinuliwa. Haijalishi yale mambo ambayo yalitangulia huyu mwaka ikakuzuilia wewe kufika mahali ambapo ulikuwa unataka kufika, wewe kuinuliwa, wewe kubarikiwa. Lakini nimekuja kukwambia hivi ya kwamba siku ya leo tunapoenda kuondoa vizuizi, mambo inaenda kubadilika katika maisha yako. Mambo inaenda kubadilika katika maisha yako. Hata kama ni hiyo ndoa imekuwa na vizuizi mingi, zinaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka ukaweze kuamini pamoja nami ya kwamba vizuizi zinaenda kuondoka. Haijalishi ni akina nani hao ambao walikulaani, lakini leo kukubaliana na mimi, tukienda kuomba, ninaamini ya kwamba mambo inaenda kubadilika. Vizuizi, laana zinaenda kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo, kama vile ambavyo nimenena kuhusu vizuizi, nimesema vizuizi ni jambo lolote ambalo linakuzuilia wewe kusonga mbele, wewe kuinuliwa. Hata kama ni pale kazini, mimi sijui ni nini ambacho kimekuweka sana, haujaweza kuinuliwa, haujaweza kupelekwa mahali pengine. So ninataka kukwambia hivi ya kwamba siku ya leo Mungu ako mahali hapa, na ninapoashiria huyu Mungu katika maisha yako, mambo inaenda kubadilika, laana inaenda kuondoka. Kama ni mshawi mgaga ambaye aliinuka akasema ya kwamba wewe utaendelea, siku ya leo ninaamini ya kwamba tunaenda kufunja kila maagano, kila maneno yote ambao walinena kinyume yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukwambia hivi ya kwamba katika vizuizi unaweza ukashindwa kusonga mbele, unaweza ukashindwa kuendelea, kazi inaweza ikashindwa,
kusonga mbele. Inaweza kuwa kwamba uko pale unafuguaga biashara unafuga, na ningependa uniandikie tu message kama uko pale unapitia yale mambo ambayo nimenena hapa. Ningependa ukaniandikie tu ujumbe kidogo, uniambie mchungaji, ningependa uombe na mimi kwa sababu kuna mambo ambayo ninapitia. Mimi kuna maneno ambayo ilinenwa. Mimi kuna maneno ambayo nilinena. Nilipatana na mnabii akaniambia kwamba nilinena ni mimi ambaye nilijifunga na maneno ambayo nilinena na nitaweza kukuombea na hiyo mambo itaweza kuondoka. Inaweza kuwa kwamba umetoka katika familia na unaamini ya kwamba katika mahali ambapo umetoka uweze ukainuliwa, hauwezi ukabarikiwa. Nataka uniandikie tu ujumbe kidogo. Niandikie tu, enda pale kwa Facebook. Enda pale kwa Facebook, na wale ambao wako tuned ninawaona kama Jane Dongo, Mungu wetu akubariki sana. Ninaona watu wengi hapa wameingia. Kuna Pastor Lawrence Kaonoki, Mungu wetu akubariki sana. Unaniambia tuned in Karen. So may God bless you, may God bless you. Kuna Peter Moiro ananiambia wow. Nashukuru sana Peter Moiro. Anita Hassan, Mungu wetu akubariki sana Anita, ukiwa pale Mombasa. Unaniambia I'm tuned my pastor. Mungu wetu akubariki sana, Mungu akuinue. Mimi nakupenda, mimi waga na kuombea. So mahali ambapo huko chochote ambacho unahitaji ninaashiria katika maisha yako kwa sababu ya ule upendo. Ninaona Rose Placer ule tunakuaga na yeye hapa, ananiambia uko tuned in. Mungu wetu akubariki sana, Mungu akakuinue. Kuna Pedro Gaspar, Mungu akubariki sana. Unaniambia barikiwa mtumishi. Amen, nimebarikiwa. Hata wewe barikiwa mahali ambapo huko na Mungu akakuondolee vizuizi. Kuna Kevin Kivuna ananiambia ako pale waiting. So may God bless you. So uko pale, nimesema ya kwamba uko pale. Hizo ni message wale watu ambao wamenitumia. Uko pale unapitia mambo, inaweza kuwa doa ilisabaratika. Usiogope. Siku ya leo kuna mtumishi wa Mungu ako mahali hapa ambaye atakuombea hiyo kisuizi ambacho kiliinuka kinyume na ndoa yako, nikaweza kuondoa katika jina la Yesu Kristo. Nilisema huyo ndio mwito wangu, mwito wa kuhubiri na kuombea watu na kuwafungulisha. Hata deliverance mimi waga ninafanya. So niandikie tu message kidogo, uniandikie pale, enda kwa page, search pale kwa Sky Cable. Ukisearch pale Sky Cable, niandikie tu ujumbe kidogo, uniambie mchungaji, mimi napitia hii hali. Mimi nimefungwa na maneno ambayo ni neno na kinagukana walikufa, akina wazazi wangu na walikufa, na ningependa ukaniondolea hizi vizuizi. Nitakuondolea katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe umetoka katika familia ambao unaamini ya kwamba hiyo familia haiwezi kaendelea, niandikie tu message, nitaomba na wewe na Mungu wetu atakubariki. Kama wewe unapitia hali ambayo ni gumu, vita zimekuwa mingi, sio kazini, sio mahali ambapo umetoka, sio mahali ambapo naishi, niandikie tu ujumbe kidogo, niambie mchungaji, ninakutazama, na uniandikie mahali ambapo unanitazama ukiwa, uniambie ni shida gani ambayo unapitia, either ni vita, nitakuombea, nikakuondolea vita, kwa sababu nimesema kwamba ukiwa unapigana vita, hauwezi ukaendelea katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. So nataka nikakuondolea hizo vita ambazo zinakuzuilia wewe kusonga mbele, wewe kuinuliwa, wewe kubarikiwa, kazi yako kuendelea. So mahali popote ulipo niandikie tu ujumbe kidogo kabla dakika hazijaisha. Naona niko na dakika kama 20 30 hivi. So niandikie tu ujumbe kidogo ndiposa nikaweza kuomba na wewe na Mungu wetu atakubariki. Usiniogope na usiogope. So niandikie tu, niambie mchungaji, mimi naona kama kuna maneno ambayo inanifuga. Mimi ninaona kama biashara yangu inafugwa na mshawi, mganga. Tufuje hiyo na Mungu wetu atakubariki. Uko pale, unajua mahali ambapo umetoka ya kwamba hakuna mtu katika hiyo familia ameshawahi endelea. Niandikie ndiposa hiyo kitu isikakuwe kizuizi katika maisha yako, kwa sababu huyu mwaka nilisema hata kama tulianzilia vibaya, huyu mwaka ni mwaka wa restoration. Kuna mambo ambayo Mungu anaenda kurejesha katika maisha yako. Niko hapa nikabomoa huyo ukuta, ndiposa ukaweza kuingia mahali ambapo kuna baraka zako, ukaweza kunyakua baraka zako katika jina la Yesu Kristo. So ninangojea ujumbe wako pale, nione mahali ambapo umetoka, na nimesema ya kwamba unaingia pale katika Facebook, una search Sky Cable TV Kenya, au ukisearch unafinya, una like, una subscribe, una comment pale. Sasa hapo ndio utaacha comment yako, kwa sababu saa hii niko live katika Facebook na ningependa nikaweza kukuombea. So nasema ya kwamba nataka nikakuondolea vizuizi. Leo nataka nidili na vizuizi. Nitakuja na mambo ya madhabahu baadaye, lakini leo nataka kukuondolea vizuizi. Yale mambo yote, inaweza kuwa hata ni ugonjwa ambao inakuzuilia. Wewe ni mgonjwa, hauwezi kujifanyia kazi, so ilibidi ufuge kazi, ama ilibidi washie mtu mwingine kazi, so kazi yako iendelee vizuri. Niambie nikuondolee huyo ugonjwa. Inaweza kuwa uko pale
ya kwamba kazi iko chini. So uliona ya kwamba kwanza ufunge hiyo kazi, niambie nitakuondolea hizo vizuizi. So nimesema enda pale kwa Facebook, search Sky Cable, you like, you comment, you subscribe. Niandikie tu comment yako pale, uniambie unanitazama ukiwa wapi, na ninaona kuna watu ambao wanaingia. So may God bless you, may God bless you. Wale ambao wanaingia, niandikie tu message kidogo na Mungu wetu atakubariki. Naona Eunice Mukele, Mungu wetu akubariki sana. Lucy Kibaki, Joroge wa Mali, Joroge wa Mali, Aizo Gesh, Saimo Hash, Peter Moiro, Charlotte Ziki, Jose Takatafu, Eva Maken, Jackson Duati, Joel Mwendwa, Paulo Jerry, Millie Johnson, Beth wa Jogona. Mahali popote mnatazama mkiwa, katika jina la Yesu Kristo ninawaondolea vila vizuizi ambazo zinawazuilia nyinyi kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Naona mshirika wangu pale ambaye anaitwa Mary, Mungu akubariki, utaenda bali. Ninaona unaniambia kwamba uko tuned, na huyu mwaka nimekuondolea vile vizuizi ambazo zinakuzuilia wewe kuinuliwa pale ambapo unafanya kazi. Wewe ni daktari, ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kukuinua huyu mwaka. Lazima Mungu akuinue, Mungu akupeleke katika kiwango kingine. Wale ambao walikuwa wanakuinukia, wanakuzuilia wewe kupandishwa katika mahali pengine, ninaamini Mungu anaenda kuwaondoa, kwa sababu nimehubiri kuhusu vizuizi na Mungu atakubariki. So Mary, Mungu akubariki sana. Anita Hassan, unaniambia niwaombee, nitakuombea na Mungu atakubariki. Unaniambia nikuombee Anita Hassan juu ya ile mguu, siko poa leo, niko south. Oi, pole. Mungu wetu akubariki sana, na hiyo mguu nimeinenea katika jina la Yesu Kristo. Nimepatiwa nguvu na uwezo na mamlaka. Neno la Mungu linaniambia kwamba kila roho ambayo nitafunga hapa duniani, hata juu mbinguni itaweza kufungwa. Hiyo roho ambayo ilikuinukia kinyume na miguu yako, ninaikemea, ninaisabaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninanena hiyo roho inaenda kutawanyika. Hiyo roho inaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Nimenenea huyo mguu wako ni wa kumiliki. Utamiliki baraka zako katika jina la Yesu Kristo. So Anita, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akakuinue. Ninaona Joliet Joy, Joliet Jose, Sipedi Lago, mahali popote mnanitazama mkiwa, Mary Mureithi, Livingstone, Goge, Jari Dan, Joshua Githuku, Naomi Place, Tabitha Mwaniki, Samuel Wajiro, Peter Gatia, Dorcas Wajiko, naibu nahodha wa Meru. Mahali popote ulipo, ninatangaza kuanzia dakika ile wakati huu, vile vizuizi ambao zilikuwa zinakuzuilia kazi yako kuinuka, wewe kupata kazi, maisha yako kusimama, roho ambao ni ya umaskini inaweza kuwa ndio ilikuwa kizuizi katika maisha yako, ninaitangazia kuanzia dakika hii inaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. So may God bless you. Ninaona Pastor Lawrence ukiwa pale Tunic in Karen, utaenda bali, huduma yako itaenda kuinuliwa huyu mwaka. Mungu ataenda kurejesha zile kondoo ambazo zimepotea katika jina la Yesu Kristo. Peter Moiro, nimekutangazia huyu mwaka ni wako wa kuinuliwa, na ukiinuliwa usiwahi kosa kunikumbuka. So nimekutangazia ukaweza kunikumbuka na Mungu wetu akakubariki. So ninasema kwamba endelea kuniandikia message, naenda nikisoma message. Niko na dakika zingine kama 20 hivi, 18 hapo. So niandikie mahali ambapo huko, na unaweza niandikia hata shida yenye unataka nikuombee kwa hizo dakika ambazo zimebakia. Nataka nikaweze kuwa dakika kama 10 za kuwaombea na Mungu wetu atawabariki. So kama uko pale hujatuma comment ama hujaniandikia ile shida ambayo unapitia, ni nini ambacho unaweza ukataka nikuombee, niandikie hizo dakika ambazo zimebakia na Mungu wetu atakubariki. Na nakumbuka Rose ambaye tunakuaga na yeye, hiyo roho ambayo iliinuka kinyume na mguu yake, ninakemea, ninaangamiza, ninasabaratisha katika jina la Yesu Kristo. Vizuizi zote ambazo zinamzuilia yeye kuwa mahali hapa, ninaondoa katika jina la Yesu Kristo. So ninaombea ule mguu ukaweza kupokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema kwamba alilituma neno lake. So mimi ile kazi ambayo ninataka kufanya hapa ni kutuma neno la Mungu likaweza kukufikia mahali popote ulipo, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba alilituma neno likawaponya. Ninaponena neno siku ya leo nikiwa katika hii mitambo ya Sky TV, ninaamini ya kwamba hilo neno linaenda kukufikia katika jina la Yesu Kristo. So mahali popote ulipo, amini ya kwamba hili neno ambalo nitaenda kuashiria hapa, neno ambalo ni la uponyaji,
neno ambalo lina vizuizi kuondoka, inaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. So wewe ambaye ni mgonjwa uko hospitalini, unaweza kuwa unanitazama ukiwa hospitalini, niandikie tu ujumbe kidogo, niambie pastor, mimi nimelazwa mahali fulani na niko na hii ugonjwa, nitakuombea, Mungu wetu akakubariki. Nimeona Samson Masesi, niambia uko tuned, Mungu wetu akubariki sana, Mungu akakuinue. Mili wajao, may God bless you. Niambia uko tuned. Huyu mwaka nimekutabiria katika jina la Yesu Kristo, kama kuna vizuizi katika maisha yako, ninapoenda kuomba zinaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Ninaona Jane Dongo, may God bless you. Na niambia uko tuned. Huyu mwaka nimekutangazia na nimekutabiria, mimi ni nabii, ya kwamba huyu mwaka vizuizi zinaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. So nimebakia dakika kidogo, dakika zinaisha. So kama hujatuma dakika moja, dakika mbili, ndipo nikaweza kuomba. Dakika moja, dakika mbili, tuma, Mungu atakubariki. Kevin Kivuna, may God bless you. Huyu mwaka hakuna mtu ambaye ataweza kukuzuilia wewe kuinuliwa, wewe kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba our God will fulfill your heart desire. Yoyote ambayo unatamania kutoka ndani ya moyo wako inaenda kutimia huyu mwaka katika jina la Yesu Kristo. Umenishikilia, Mungu atakupeleka mbali. Sio nimekuondolea vizuizi hata za kukosa kazi, ninakuondolea vizuizi za wewe kukosa pesa. Mahali ambapo unafanya kazi, Mungu afungue milango ya pesa. Nimetangaza nikiwa mahali hapa, Mungu akakufungulia milango ya pesa katika jina la Yesu Kristo. Usinipigie simu. Kuna watu ambao wananipigia simu, please nimekuomba usinipigie simu. Siwezi nikachukua simu. Kwa hivyo niandikie tu message, usinipigie simu tafadhali, na kuomba usinipigie simu. Niko kwa mitabo, simu ni baadaye. Nitakupatia simu ukitaka nikuombee, nitakupatia simu, lakini kwa saa hii tafadhali nimewaomba msinipigie simu. Niandikie tu ujumbe, uniambie mahali ambapo unatutazama. Niambie tu mahali ambapo unatutazama, uko na shida gani, nikaweza kukuombea. Uniambie vizuizi ni gani katika maisha yako, zile zinakuzuilia wewe kuinuliwa. Nimesema kuna maneno na nikasema unaweza ukajitenga, unaweza ukajikamata, unaweza ukajizuilia wewe kuendelea kupitia ile maneno ambao hutoka ndani ya kinywa chako. Nikasema kuna mahali ambapo umetoka inaweza kuwa vizuizi. Nikasema kuna vita, kuna mwagikaji wa damu, na nikasema hiyo ni mambo ambayo Daudi aliweza kupitia. So ikakuwa ya kwamba Daudi angeweza kumjengea Mungu nyumba ama hekalu. So nimesema hivi, Daudi angeweza kujengea Mungu nyumba. So nimesema hivi, inaweza kuwa uko pale kuna vizuizi ambazo unaona ya kwamba zinakuzuilia. Hizo ndizo nataka nikaweza kukuombea, nikakuondolea katika maisha yako, na Mungu atakubariki. Sio mahali ambapo unanitazama, ninaona watu wanaendelea kulitumia. Litumia tu ujumbe kidogo, uniambie mahali ambapo huko. Uniambie ni shida gani ambayo unapitia, vizuizi gani ambazo unakutana nazo katika maisha yako, nikaweza kukuombea na Mungu wetu ataweza kukubariki. So kama hujaingia, nimesema enda pale, tuko Facebook, search Sky Cable TV, you like, you subscribe, you comment, na unaweza nitumia ujumbe tu kidogo, uniambie mimi nakutazama nikiwa mahali fulani, ninapitia hii shida, na Mungu wetu atakubariki sana. So nataka nikaweza kuwaombea, na Mungu wetu atawabariki. Nataka nikaweza kuomba na wewe mahali popote ulipo. Nataka uamini pamoja na mimi. So lolote ambalo unafanya, ningekuomba sasa ni wakati ambapo naenda kukuombea. Washana na jambo lolote ambalo unafanya. Sasa anza kunitazama. Hata kama unatazama kwa simu, sasa anza kunitazama, nikaweza kukuombea, nikakufungulishia baraka zako, nikakuondolee vizuizi, nikaombee maisha yako ikasimame, nikaombee maisha yako ikaweze kuwa ya kufanikiwa. Maandiko yanasema kwamba ukiamini nabii utafanikiwa. So niamini siku ya leo ya kwamba ninapoenda kuomba na wewe, maisha yako haitabaki kuwa vile. Your life will never be the same again. Kuna mabadiliko ambayo yataingia katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. So nimesema lolote ambalo unafanya sasa tuache, ndipo nikaweza kukuombea na Mungu wetu atakubariki. Washa tuamini tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea mtazamaji wangu mahali popote walipo Bwana. Tazama ni wengi ambao wametuma ujumbe, wengine hata sijasoma ujumbe zao mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaombea mahali popote walipo. Jehova Mungu, kawaondolee vizuizi. Kama kunao ambao wamejifunga na ile maneno ambayo yanatoka katika vinywa zao,
Baba, ninakanusha hiyo maneno katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza kuanzilia dakika hii na wakati huu, kila maneno yote ambayo ni ya kinyume na maisha yao, ambao inawafunga, inawazuilia wao kuinuliwa, wao kubarikiwa, wao kupata kazi, wao kupata doa, ninaondoa katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea mtazamaji wangu mahali popote alipo, kama ametoka katika familia ambao ilisemekana ya kwamba iko na laana, Baba, ninatangaza hawa ni wabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kila laana, kila aina katika jina la Yesu Kristo. Naombea hiyo familia ya kwamba laana inaenda kufujika katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kuwabariki, unaenda kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Naombea hizi familia Baba, ninaondoa madhabahu ya ushawi yote na uganga ambayo inawazuilia kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninafuja kila maagano katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama kuna wagonjwa ambao wananitazama Bwana Jehova Mungu, na ugonjwa imekuwa vizuizi katika maisha yao, Baba, ninakemea, ninaangamiza, ninasambaratisha kila roho yote ambayo ni ya ugonjwa Baba ndani ya maisha yao. Neno lako linasema kwamba Mungu ulilituma neno lako Bwana, neno lako likawaponya. Natuma neno ambalo ni la uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwamba Mungu wewe ni Jehova Rafa, Mungu unayetuponya. Baba, nimekuita, ingililia maisha ya wale wako hospitalini, wale wako nyumbani, hata wale wako kazini, na Baba ni wagonjwa mahali popote walipo. Ninatuma neno lako la uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama kunao Bwana Jehova Mungu ambao wamekuwa wakipitia hali gumu, hali ambayo ni ya vita, Baba, ninakanyusha kila vita. Ninatangazia shetani ya kwamba huyu mwaka hataweza kuinua vita katika huduma zetu, katika ndoa zetu, katika maisha ya watoto wetu, masomo yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza kuanzilia siku ya leo, roho yote ya vita katika maisha yetu Baba, tunaikemea, tunaiangamiza, tunasambaratisha. Ninaombea nabii ambaye ananitazama mahali popote walipo, kila roho ambao ushika nabii, roho ambao ni ya kiburi, Baba, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea nabii ya kwamba watakuwa watu wa kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Kuanzilia siku ya leo, ukawakumbuke, ukawabariki, ukawainue Baba, ukawatumia kwa njia kubwa. Na kama kuna vizuizi ambazo zinawazuilia wao kupeleka ujumbe, Baba, ninawaondolea katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme, tunakataa na umwagaji wa damu katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa vita za kimwili. Neno katika Efeso 6:11 inatuambia tunapigana vita ambazo ni za kiroho. Baba, tunakataa vita za kimwili katika jina la Yesu Kristo. Nazo vita za kiroho Bwana Jehova Mungu, tunainuka, tunasimama kwa pengo, tunapigana kila vita katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini kwamba Mungu, sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu Kristo. Yote ambaye ananitazama, wale ambao ni wagonjwa, yote ambaye amenitumia ujumbe, yote ambaye hajanitumia, mahali popote walipo, Baba, nimetuma neno ambalo lina uponyaji, neno ambalo Baba ni la kunawiri, Baba, kufanikiwa, kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Nimeombea biashara ya kwamba zinaenda kuinuka, haijalishi tuko katika msimu gani, lakini nimetangazia hizo biashara katika jina la Yesu Kristo zinaenda kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo biashara ambayo imerudi pale chini, ninaitabiria katika jina la Yesu Kristo ikaweza kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Kuanzilia siku ya leo, vila vizuizi za kila aina ninaondoa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzilia siku ya leo, nimenena uponyaji katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nimeombea kila mmoja ambaye anitazama, ukawabariki na kuwainua Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. Amen. So wale ambao wanaingia saa hii, nimesema kwa majina yangu, naitwa Pastor David. Nimetoka pale Kariobangi na ninahubiri na kanisa la Emmanuel Worship International Ministry, nikiwa chini ya ofisi ya wetu ambaye anaitwa Reverend Bishop Mugabi akiwa pale Meru. So ninahubiri nikiwa chini yake na kanisa la Unlimited Faith Action Ministry, lakini mimi tunajiita pale Emmanuel Worship International Ministry. Tuko tu hapa Kariobangi. So ukitaka kunitembelea, unaweza ukanitembelea. Hata sasa nikitoka hapa ninaelekea pale kanisani huduma. So ukitaka kunitembelea, unaweza ukanitembelea mahali ambapo niko tu kwa barabara. So mahali popote ulipo, unaweza ukachukua namba yangu, uniambia mahali ambapo uko, na mimi nitakuelekeza vile ambavyo utafika kanisani. Kanisa iko tu hapa Kariobangi. So nambari yangu ya simu ni 0720661909. Kwa Kiingereza ni 0720661909.
Nitarudia tena 0720661909. So hiyo ndio namba yangu, na hiyo bado ndio namba yangu ya M-Pesa. So kama umebarikiwa na hilo neno, kama ukitaka kujiunganisha na huyu mtumishi wa Mungu na haya madhabahu yakaweza kukupigania, yakaweze kukuondolea vile vizuizi, naweza ukafanya hivyo kupitia hiyo simu na Mungu wetu atakubariki. So mtazamaji wangu, mahali popote ulipo, nimesema ya kwamba Mungu akakubariki sana, Mungu akakuinue. Tapatana siku ambayo ni ya Wednesday, hiyo masaa, hata kama stima ilikuwa na shida. Nimewashukuru nyote, mko karibu sana katika mitambo ya Sky Cable TV. Mungu wetu akawabariki na Mungu akawainue. So may God bless you. May God bless you. Mungu akawatendee mema, Mungu akaondolee vizuizi. Huyu mwaka mkamuone Mungu na Mungu wetu akawabariki. So nimeshukuru sana. Mungu wetu akawabariki. Makote kia mbele